Yaani Filemoni mimi mwenyewe sijawahi kuifungua tangia nimeanza kuhubiri Filemoni, nilisoma tu kwenye theolojia. Yaani kuna vitabu kwenye Biblia kama vimekosea njia. Filemoni. Wengine wanajiuliza, kumbe kuna kitabu cha Filemoni. Haya, Mwanzo 1 tusome mstari wa 1 mpaka wa 3. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nani? Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena nini? Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nani? Nini kikafuata hapo? Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya nini? Alafu mstari wa 3, Mungu akasema. Naomba mwambie jirani yako kwa afya, Mungu wetu bado anasemaga. Kasulu, ninakuombea Mungu aseme na maisha yako. Nasema Mungu aseme na ndoa yako. Mungu aseme na watoto wako. Hebu sema, Mungu wangu anasema. Haleluya. Mungu akasema. Sasa akasemaje? Iwe nini? Alafu ikawaje? Ikawa nuru. Mwambie tena jirani yako, lolote ambalo Mungu anasema lazima litimie. Ngeukie na mwingine kama huyo akupe ushirikiano, mwambie ndugu, lolote ambalo Mungu kakuambia lazima litimie. Haleluya. Tusogee mstari wa 26 niunganishe pale point, alafu nikaongea kidogo, na baada ya kuongea kidogo tukamshukuru Mungu ili na mimi nirudi kupumzika, nisubiri kumalizia matatizo yangu jioni. Pale jukwani kuna wengine mnatamani kukaa jukwani tunaungua. Hebu jiulize, mimi mweusi alafu nakaa jukwani na weusi unanyonya joto. Nakuwa kama vile niko sauna. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hebu geukie jirani yako, angalia sura yake. Mungu alisema kwa sura hiyo. Kuna mama mmoja amenivunja moyo. Nimemwambia angalia mwenzako usoni, amemwangalia afu nikasema ni sura ya Mungu, akafanya yaani kana baba kama Mungu ni wa hivi. Hebu angalia jirani yako tena usoni, tafadhali usikosoe uumbaji. Na ukumbuke kazi ya Mungu haina makosa. Kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Halafu wakafanya nini? Wakatawale. Hebu naomba useme wakatawale. Kuna kitu hapo nataka nikiseme, halafu nifikishe pointi yangu. Cha kwanza kinachotangulia ni wewe kuchukua mfano na sura yake. Hiyo ndio cha kwanza. Baada ya kuchukua hivyo, maana hilo ndio lengo la Mungu kukuumba. Vingine vyote vinavyofuata ni delegation. Mungu anakukasimisha mamlaka yake, ukatawala. Kwa hiyo dominion, utawala unafuata baada ya wewe kuchukua sura ya Mungu. Unajua mara nyingi tunapambana kweli, Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nipe, nipe upako, nipe hiki, nipe kile. Ulisema, tunamkumbusha kweli, lakini Mungu anasema ndiyo nilisema nitakupa, lakini umetimiza kigezo cha kwanza, umechukua sura yangu. Kwa mfano wa Mungu maana yake matendo yetu, utendaji wetu. Kwa sura ya Mungu maana yake tabia, tunda la Roho. Mungu anasema hivyo vingine vyote vitakuja. Cha kwanza sura yako. Unajua mimi hapa najifahamu ni mweusi. Amen. Amen. Maana naona mnaanza kutoka kusema amina. Haleluya. Amen. Sura yangu ni nyeusi. Mke wangu ni maji ya kunde. Si maji ya kunde wako yakoje? Lakini huwa anasema tu ni maji ya kunde. Okay. Ni maji ya kunde. Nikiangalia wengine ni maji ya maharage. Kwa hiyo
usoni, mwambie nakula kama maji ya muhogo. Kwa hiyo mke wangu ni maji ya kungu. Sasa unaonaje mimi nilivyo mweusi, mke wangu maji ya kunde, na ni Mnyiramba wa Kiomboi, mimi Mnyamwezi wa Nzega, alafu mke wangu akanizalia Mchina. Kuna mjadala wa kitaifa utapita wapi? Hata nisimulieje, kwenye ukoo wetu upande wa mama kuna babu yake na mjomba alizaaga na Mchina leo anatengeneza reli. Mimi sielewi. Nikijiangalia kwenye kioo na huyo Mchina atanieleza vizuri. Alipita na Mchina wa bomba la mafuta. Hebu jiulize na wewe, Muha wa Kasangezi, mke wako anazaa Mwarabu. Urema hewa naye kaiye. Si ndio? Nasema kwa hepo na mjadala. Mimi huwa nikikaa na mke wangu tukiangalia watoto wetu, tunajiona wenyewe kwa watoto wetu. Mke wangu akiangalia yule binti wetu mkubwa anasema, angalia amechukua paji la uso lako wako. Na mimi namwangalia, angalia huyu mdogo amechukua miguu ya nyumbani kwenu. Kila mmoja anamuona mwenzake, tunajiona kwa watoto wetu. Yule binti mkubwa na rangi yangu, sura kidogo ya mama, ndio inaitwa kolabo. Haleluya, amen. Yule mdogo yeye ana rangi ya mama, sura ya baba. Unaona? Kalipokuwa kadogo washirika wako wananikera sana. Wakikabeba na kurusha, "Hii jamani karembo, kanafanana na baba yake." Mimi mrembo kweli. Yesu mzarau mjini. Haleluya, amen. Sasa pointi yangu ni hii. Tukijiangalia kwa watoto wetu tunajiona. Amen. Yesu alisema hivi walipomwambia, Yohana aliweka darasa la maombi kwa wanafunzi wake. Mzee, wewe mbona unaachilia faya tu? Halafu unakesha milimani kila siku mzeituni huko unaomba. Sisi tumekaa tumepoa. Wewe huna kozi ya maombi. Yesu akasema, nawapa darasa fupi, mkilishika hiyo ni kanuni mtakayotoboa maisha yenu yote. Mtakapoomba mseme, Baba yetu uliye wapi? Mbinguni. Jina lako lifanyeje? Litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Wapi? Kama wapi? Hebu sema hapa duniani. Kama mbinguni. Sema tena hapa duniani. Kama mbinguni. Maana yake Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi, kwenye maombi yenu hicho kipengele ni cha muhimu sana. Mlete picha ya mbinguni hapa duniani. Haleluya. Yesu alikuwa anawakumbusha kule kwa huyo baba yetu aliye mbinguni, akikaa akiangalia duniani asione kingine, aone mbingu duniani. Jamani, si ndio maana ya hapa duniani kama huko mbinguni? Sasa akiangalia duniani asione viumbe vingine, aone watoto wake. Halafu akiwaangalia asione sura nyingine, ajione yeye. Mimi najiona ndani ya watoto wangu. Mungu anataka ajione ndani ya kanisa. Akiliangalia kanisa asione kiumbe kingine. Aliimba Sedekia, nimekupanda. Halafu haya sasa watoto 2000. Ndio nyimbo za zamani. Wale wa zamani, nimekupanda mzabibu mwema. Halafu na sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, leo nimesikia ya 7. Kwa kawaida wahubiri waga wanaga sauti nzuri. Ni mdogo tu ndo anahubiri ni kuimba. Sisi wengine waga tunaimba mpaka waimbaji wanaanza twin. Mbona sipati nampatia twin basi hiyo panda twin. Akinipata tunahama. Anaanza tuna twin. Haleluya. Amen. Mungu
akikuangalia wewe anataka ajione yeye. Na unapotembea duniani Mungu aone ni yeye anatembea duniani. Ndio maana alisema, mwanangu, chukua sura yangu kwanza, baada ya hapo ninakupa mamlaka ya kutawala, alafu utatiisha nchi. Alafu ndipo ukisoma 28 kule anasema Mungu akawabarikia. Kumbe Mungu anaziachilia baraka baada ya watu kuchukua sura yake. Baraka zingine nje ya hapo ni baraka za mateso na mahangaiko sana. Utasota sana, alafu utakuwa mbahili sana, kwa sababu unakumbuka ulivyosota sana. Lakini ukivipata kwa neema na ukajua sio mimi, ni Mungu, moyo wako utakunjuka kwake. Amen. Kanisa, amen. Narudia tena, amen. Ndipo Mungu akatoa tamko ambalo Waha wanalipenda sana, akaongezea pale chini, baada ya kusema mkatawale, alafu akawabarikia, ndipo akaongezea na lile ambalo Waha wanalipenda sana, zaeni mkaongezeke. Waha oye! Kashikilia hapa. MC akasema ngoja, shika hapo nije, shika. Akasema nyie ni Waha? Wakasema ndio. Akasema nilijua tu. Alijuaje? Anaona watoto. Zaeni mkaongezeke. Siniwaambiaga hapa, siku moja alinijia mama mmoja wa Kia ofisini kwangu. Akaniambia, mchungaji, niombee. Na mimi nikamwambia, nikuombee nini? Sasa umegoma. Nikimwangalia kama mtu mzima kidogo hivi. Nikamwambia, kwani una watoto wangapi mama? 5 tu. Waha mnatisha. Akanijia binti. Naye akanijia ofisini. Baba niombee. Nikamwambia, nikuombee nini? Baba, uzazi umegoma. Nikamwambia, wewe bado mdogo. Umeolewa lini? Ananiambia miezi 3. Nikasema, shost, miezi 3. Uzazi umegoma. Unataka uje mba. Imekuwa Tanzania ya viwanda. Hongereni sana. Unajua mmetusaidia, mnazaa sana, mmetusaidia. Sasa hivi makanisa yote ya FPCT Waha mnatusaidia sana kuweka idadi. Na ukienda kwenye nchi wewe uliza tu FPCT, wewe kanisa la Waha. Ungesema na mimi nao wengi sana pale kanisani kwangu. Kwa hiyo ukiona na watania wao, mjue wako wengi mpaka tumekuwa watani sasa hivi. Nanisaidia sana hiyo. Sababu kila mwaka, kila ushirika wa meza ya Bwana lazima nibariki watoto 15. Na mimi nakuwa. Ndio wazee wangu wa kanisa na mashemasi na watumishi. Imani ibaweza vile. Amen. Sasa turudi, Mungu akasema tuchukue sura yake. Hebu sema sura ya Mungu. Sura ya Mungu. Sema tena sura ya Mungu. Sura ya Mungu. Ukiisha kuichukua sura yake, ndipo anasema utawala unafuata, mamlaka ya kutiisha inafuata.